Dawa za mitishamba. Je, unawezaje ukatumia dawa za mitishamba kwa usalama pasipo kudhuru afya yako? Leo ningependa kuzungumzia kuhusu matumizi sahihi au matumizi salama ya dawa za mitishamba au dawa zinazotokana na tiba ya asili. Sasa kabla sijaendelea na video, ningependa kutoa angalizo kama ilivyo ada yangu kwamba taarifa ambazo ninazitoa hapa ni kwa ajili ya kuelimisha jamii na sio kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa wote ule. Kwa hiyo kama unasikia kuumwa au kama una dalili zozote zile, tafadhali sana kamuone daktari ili yeye akufanyie vipimo sahihi na kukupa tiba ambayo ni sahihi. Sasa kama ambavyo sote tunafahamu kwamba katika matibabu ya magonjwa mbalimbali zipo dawa ambazo ni za hospitalini ambazo zimefanyiwa utafiti wa kisayansi na zimekuwa documented au taarifa zake zimeandikwa kwamba mtu unakuwa ni rahisi kuweza kuona kwamba hii dawa inatibu ugonjwa gani na utafiti wa kisayansi umefanyika. Hizo ni dawa za hospitalini. Lakini pia tunafahamu kwamba kuna mimea ya asili ambayo hiyo inaweza kutibu magonjwa mbalimbali. Sasa kwa bahati mbaya sana hizi dawa za asili zinakuwa hazijafanyiwa utafiti wa kisayansi au yani hauwezi kupata taarifa zake kamili kwa maana ya kujua ule mmea kwa kiundani ili uweze kujua ni kitu gani katika ule mmea kinatibu huo ugonjwa au tatizo ambalo mtu yuko nalo. Lakini duniani kote watu wanatumia dawa za mitishamba kama tiba mbadala kwa sababu kuna magonjwa mengi ambayo dawa za hospitalini haziwezi kutibu. Sasa katika hii mfululizo wa hizi video ambapo ninazungumzia kuhusu matumizi salama ya dawa, nimeona vyema sana kuweka msisitizo pia kwa ajili ya dawa hizi ambazo wengi wanaziita kama dawa za kienyeji au dawa za mitishamba au kwa vyovyote vile. Lakini hapa sizungumzii zile dawa ambazo zinakuwa kwa ajili ya matibabu ya spiritual healers, sizungumzii hao. Au wale waganga ambao wanakuwa wanaambatanisha dawa pamoja na masharti mbalimbali, sizungumzii hizo dawa. Bali mimi nazungumzia dawa, kwa mfano dawa ya mwarobaini, yaani mti fulani ambao watu wanajua kwamba huu mti au haya majani yanaweza kutibu ugonjwa fulani. Na hata madaktari au watu wa afya ambao wamesoma mambo ya afya ya sayansi ya afya wanasema wanasisitiza kwamba mtu anaweza akatumia dawa mbadala kama pale kwa mfano kwenye magonjwa ambayo hayana tiba hospitalini, basi mtu anaweza akajaribu hizo dawa mbadala, yamkini anaweza akasaidika kupitia hizo dawa. Lakini sasa nipende kuendelea kukazia kwamba dawa yoyote ile iwe ni imetengenezwa maabara, hizi dawa za kisayansi za hospitalini au hizi dawa za asili, bado na zenyewe zinaweza zikawa na nini? Zinaweza zikawa na side effect au zinaweza zikawa na madhara mabaya katika mwili. Kwa hiyo sasa nitatoa mfano mmoja. Kwa mfano unapotumia dawa yoyote ile, kwa mfano wewe maisha yako yote umekuwa ukitumia au umeanza kwa kipindi fulani unatumia dawa ya asili, lakini ukapata tatizo ambalo likakupeleka hospitalini. Ulipokwenda pale hospitalini unatakiwa labda ufanyiwe operation au upewe matibabu fulani. Kwa hiyo ni vyema sana ukamjulisha daktari kwamba mimi daktari, katika haya matibabu ambayo unataka kunipa, basi nikujulishe kwamba pia ninatumia mmea fulani kwa ajili ya kutibu ugonjwa fulani au kwa ajili ya kuimarisha afya yangu, ili kwamba daktari aweze kuangalia ule mmea ambao wewe unatumia kama utakuwa na mwingiliano wowote na zile dawa ambazo ni za kisayansi zilizotengenezwa maabara, kwa sababu pamoja na kwamba inakuwa tu ni mitishamba,
bado ipo mitishamba au majani ambayo yanaweza yakaingiliana na dawa za hospitalini, zikafanya kwa mfano ukapewa dawa ya hospitalini ukijumlisha na ile dawa ya kienyeji au ya ile mitishamba, ikaleta mchanganyiko ambao katika mwili ukakuletea madhara ambayo hayakuwa yametarajiwa. Na hivyo basi inatupasa kama unataka kutumia dawa fulani, si ndio, ambayo ni kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa fulani, ni hizo dawa za asili au dawa za kienyeji, ni vizuri mtu akajua kwamba anatumia mti fulani, sio dawa ambayo mchanganyiko ambao mtu hata haelewi ndani ya mchanganyiko kuna nini na nini. Ni vizuri mtu akajua nimetumia ni mmea fulani na yani ni rahisi kwamba hata ikitokea kwamba umeathirika kwa namna yoyote ile, ni rahisi hata hospitali kukusaidia kwa sababu unakuwa unajua ni mmea fulani. Sio kutumia dawa ambao unajua tu ni nimeinunua Kariakoo au nimeinunua mahali fulani lakini sijui wameweka vitu gani ndani yake. Sasa hiyo manake itaongeza usalama wa hiyo dawa na italeta matumizi sahihi ya dawa za asili, kwa sababu mtu atakuwa inajulikana kabisa mtu ametumia mmea fulani. Na unapoanza matumizi ya hizi dawa za asili, kwa mfano labda umeanza leo kuzitumia, basi ni vyema sana ukawa unajitizamia katika mwili wako kama kuna mabadiliko yoyote ambayo ni mabaya au ambayo ni mazuri ambayo yametokana na matumizi ya ile dawa. Kwa hiyo sasa sio kwamba kwa sababu dawa zingine zinaweza kweli zikaharibu figo. Dawa zingine kwa mfano ambazo ni za asili ambazo zinasaidia kwa mfano nguvu za kiume, lakini pia zinaweza zikawa zina athari katika mifumo mingine ya neva katika mwili. Kwa hiyo sasa dawa yoyote ile kama nilivyokwisha kusema ni kwamba unapoanza kuitumia ujue huo mchanganyiko ndani yake kuna nini au ni mmea gani. Lakini pia unapoitumia basi ni vyema sana kujiangalia kama kuna mabadiliko ambayo ni chanya au mabadiliko ambayo ni hasi katika mwili wako, ili uweze kufanya maamuzi kwamba hii dawa niweze kuendelea nayo au hii dawa niweze kufanya nini, kusitisha. Na kama nilivyokwisha kusema, unapoenda kuanza matumizi hospitalini ya dawa nyingine hospitalini, ni vyema sana kumjulisha daktari kwamba wewe tayari unatumia dawa gani, ili kuweza kuangalia kama kuna mwingiliano wowote na dawa ambayo daktari anataka kukuandikia. Zipo dawa ambazo ni za asili na zimefanyiwa utafiti wa kisayansi na zimekuwa documented scientifically kwamba ni rahisi ukazipata taarifa zake kuhusu hizo dawa. Sasa kwa bahati mbaya dawa nyingi ambazo zinapatikana nchini kwetu Tanzania unakuta nyingi hazina ule utafiti wa kisayansi, au zinakuwa ni dawa ambazo hadi mtu akuelekeze kwamba dawa fulani inafanya kitu fulani, inatibu kitu fulani. Kwa hiyo sasa mtu anakuwa anashindwa kweli kuamini au kuona kwamba kweli hiyo dawa inaweza ikamsaidia, kwa sababu ya kukosa maandishi ambayo yapo, au yani ushahidi wa kimaandishi au ushahidi ambao hata kama ni kwa picha ambao unaonyesha kwamba kweli mmea fulani unaweza ukatibu ugonjwa ambao unakuwa na dalili za aina fulani. Kwa hiyo naendelea kutoa wito kwa jamii nzima kwamba inawezekana katika familia au katika ukoo watu mnajua mmea fulani, kwa mfano umekuwa ukitibu ugonjwa huu, kwa mfano ugonjwa wa tumbo, au mmea fulani umekuwa ukitibu tatizo jingine, labda tatizo la pressure au kwa vyovyote vile, basi ni vyema sana kuanza kama jamii nzima kuanza kuandika chini, kudocument zile taarifa za huo mmea, kwa mfano picha ya huo mmea na umekuwa ukitibu ugonjwa wa tumbo wenye dalili fulani, kwa sababu magonjwa ya tumbo yako mengi. Kwa sana sana mtu anaweza akaelezea kwamba ugonjwa wa tumbo ambao uko na dalili fulani, na inakuwa ni rahisi kudokumenti kwa kuangalia kwamba watu wangapi ambao wametumia na wakapona. Kwa kufanya hivyo, manake sasa baada hata miaka 10 baada ya muda fulani tunaweza tukapata mimea ambayo iko documented
na kwa ushahidi ambao unatosha, ambao unaweza kusaidia kwamba hizi dawa zikatumika kwa usalama zaidi na kwa usahihi zaidi. Lakini pia ningependa kusisitiza, kwa mfano kwa magonjwa ambao ni rahisi kupata dawa hospitali, au magonjwa ambao ni rahisi kuyavumilia, baada ya wiki moja ukakuta amepona, mtu hauna haja ya kutumia dawa yoyote, sio ya hospitalini wala sio dawa ya kienyeji. Kama tu hayo maumivu yanaweza yakavumilika, au kama huo ugonjwa unafahamika kwamba ni ugonjwa wa kupita, kwa sababu kama nilivyokwisha kusema, dawa zozote zile zinakuwaga na side effect. Na kwa bahati mbaya nyingine, sasa katika hizi dawa za kienyeji unakuta haijulikani kipimo dose ile ambayo mtu anatakiwa anywe kiasi gani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuzidisha kipimo, na hicho kipimo kikizidi, manake wanahudhurika wa kwanza wanakuwaga ni figo pamoja na pacha wake ini. Kwa hiyo sasa vitu vyote hivyo vinatakiwa vizingatiwe. Ndio maana tunasema, tunaposema matumizi sahihi, kwanza ujulikane ni mmea gani, alafu ujulikane unatibu ugonjwa ambao una dalili zipi, na pia kwa kuangalia ni kiasi gani mtu atumie kiasi kipi cha dawa, kwa mkubwa na kwa mdogo, na kuangalia kama mtu unapata matokeo ambayo ni hasi, basi ijulikane nilipata matokeo hasi, kwa hiyo uache kutumia, na kama ni matokeo chanya pia ijulikane, ili siku nyingine iweze kusaidia watu wengine. Kwa kufanya hivyo, basi inawezekana tukapata dawa nyingi ambazo zinapatikana kwa urahisi katika mazingira yetu, na tukapata ikaweza kusaidia kizazi chetu na vizazi vinavyokuja. Lakini ni muhimu sana kuweza kudokumenti na kuweza kuweka ushahidi, na pia usafi katika hizi dawa. Unakuta maandalizi ya hizi dawa kama zisipoandaliwa katika mazingira ya usafi, pia inaweza ukapata magonjwa mengine ambayo yanatokana na kutokana na kwamba ile dawa haikuandaliwa katika mazingira ya usafi. Kwa hiyo usafi ni kitu cha muhimu sana, na jinsi ambavyo ile dawa inakuwa packaged ni vitu vya kuzingatia sana. Basi kwa leo mimi nilikuwa ni hayo tu, lakini sasa ningependa sana kusikia kutoka kwako, kama umeshawahi kutumia dawa ya asili. Uniambie ulikuwa unaumwa, uniandike kwenye comment, ulikuwa unaumwa ugonjwa labda wa kichwa, ulikuwa na dalili hizi, kwa mfano ulikuwa na kipanda uso, au ulikuwa na kichwa kinauma, utosini, au kwa vyovyote vile, alafu uniambie huo mmea ambao ulitumia ni mmea gani, na kama ikiwezekana unitumie na picha yake. Ni kwa ajili ya faida yangu na kwa ajili ya faida ya wengine na kizazi ambacho kinakuja. Basi asanteni sana kwa leo, msiache kulike, msiache kushare pamoja na kusubscribe.